Yesu asifiwe, mtazamaji wa Mtita Vijana na Injili. Ni siku nyingine tena tupo katika kambi la Mikwambe. Tunaendelea kupata utamu na raha ya kambi hili. Hapa pembeni yangu kama unavyoona nipo na kati ya walimu au kati ya wazazi ambao wapo katika kambi hili. Kabla ya kuanza, watazamaji watamani kujua jina lako. Kwa majina naitwa Gideon Nimrod Mbelima. Kwenye kambi hili nipo kama mkurugenzi wa maradhi kwenye kamati ya kambi mtaa wa Mikwambe. Sawa, kama ulivyosikia mtazamaji, yupo katika kamati ya maradhi. Je, kwa mfano katika kambi hili mtu akipatikana na maradhi, ni hatua gani unaweza kuzifanya ili muweze kumfanya mtu aliye ndani ya kambi aendelee kulifurahia kambi na kuendelea kupata raha ya kambi? Nikizungumzia kamati ya maradhi, ni wale wageni ambao wamekuja katika kambi hili. Tunajua wanakambika, tunajua wapi wanapoishi, wapi wanapolala, hasa kwaya ngeni iliyofika ya Right Bearers na wachungaji wote ambao tumewatafutia sehemu nzuri ya kulala. Kwaya yetu Right Bearers tumetafutia sehemu nzuri ya kulala. Hiyo ndio shughuli ambayo tulikuwa tukishughulika nayo kamati ya maradhi. Watazamaji wanatamani kujua katika kambi hili upande wa wakubwa, je, kuna wachungaji gani ambao wametoka katika makanisa yao na wamekuja hapa kukambika na nyinyi ili waweze kulitangaza jina la Bwana? Wapo wachungaji watatu, akiwepo na mchungaji wetu wa mtaa Pastor Kumbuka Mlanzi, lakini yupo Pastor Kivuyo, yuko Mtwana. Hao wote wamekuwa wakitubariki katika kambi hili, na kambi limekuwa zuri. Tumebarikiwa kuwa na kwaya mbalimbali, ikiwemo kwaya yetu alikwa kwaya Right Bearers. Kwa kweli tunashukuru Mungu. Kambi linaenda vizuri na tumebarikiwa na mahubiri, masomo mbalimbali, kaya na familia, lakini maidala ambayo tumegawanyika pamoja na vijana. Mungu ni mwema, tumebarikiwa sana. Labda mtazamaji anatamani kujua kati ya hao wote wachungaji wanne, ni mchungaji gani umeamua kupenda huduma yake na unatamani endelee kubariki kambi hili ili siku kwa siku ili watu waweze labda kubatizwa, au ni kitu gani umefurahia katika mchungaji huyo? Yaani wewe kwa ujumla umefurahia nini tofauti na wachungaji wengine? Mchungaji aliyefurahia ni pastor ambaye anafundisha uongozi. Pastor, jina limenitoka kidogo, lakini anafundisha masuala ya uongozi kanisani na pia yuko kwenye madarasa ya mkanganyiko ya kaya na familia, anafundisha ndoa changa. Tumeendelea kubarikiwa naye tangu alipofika mpaka sasa. Kwa mfano wewe ni mzazi, alafu unawashauri nini wazazi ambao wamekuja kwenye kambi ila watoto wao wamewaacha nyumbani? Unawashauri nini? Yaani kitu gani wanakikosa ndani ya kambi hili? Kwa kweli wamekosa vitu vingi. Hasa watoto, ni mwaka huu wameletewa walimu wazuri akiwemo Pastor Rugoe, lakini pamoja na MC Madevu. Kwa kuwa wamekuwa mbaraka sana kwa watoto na watoto wamejifunza sana, na leo hii watoto wamefundishwa ujasiriamali na leo wana bidhaa zao ambazo watakuwa wako nje huko wakiziuza. Na watoto ambao hawakufika, kwa kweli wamekosa mambo mengi. Huenda kwa namna moja ama nyingine wamekosa nafasi, wa labda wako mashuleni, lakini ilikuwa ni jambo la kupanga mipango kabla ya makambi. Ilikuwa ni jambo la kupanga kabla ya makambi kuanza, kuwapa watoto likizo wahudhurie makambi haya. Kwa kweli makambi yamekuwa yenye baraka. Kulikuwa na masomo mbalimbali ya watoto, zawadi zimekuwa zikitolewa, na mpaka sasa tumeendelea kubarikiwa na huduma kwa watoto. Watazamaji wanatamani kujua kwa nini mmeamua kuipenda kwaya Right Bearers. Ni nini mmeona ndani yao tofauti na kwaya zingine? Right Bearers ni kwaya nzuri, lakini pia ni kwaya ambayo inajulikana sana na imekuwa ikitoa huduma nzuri ya uimbaji. Ni wanakwaya kwa kweli wanaojua kuimba vizuri, wamekamilika, na sio sisi tu, watu wengi wanatamani kuwa na Right Bearers. Right Bearers tunashukuru Mungu tumeweza kuhudumu nao kwenye makambi. Wameleta
pia na sisi tunajifunza kupitia wao. Ni kwaya nzuri, kwaya bora, inaimba kwenye viwango vya hali ya juu. Kwa kweli tumebarikiwa. Sawa, hapa mtazamaji akiona ni kwamba wewe upo kwenye kikundi cha Hope Family. Nipo kwenye kikundi cha Hope Family. Ni kitu gani unafurahia katika kikundi ambacho unakiimba? Kwa kweli ni kikundi ambacho ni vijana ambao tupo vijana wa kiume. Ni kikundi kinachotoka kwenye kanisa la Mikwambe, ndani ya mtaa wa Mikwambe. Na kina muda mrefu, huu ni mwaka wa pili kama sikosei. Tunaendelea kubarikiwa, tunaimba nyimbo za kapela. Unaimba, watazamaji wanatamani kujua ni sauti gani ambayo unamwimbia Bwana? Mimi ni sauti ya tatu, ndio ninayopenda sana kuimbia. Watazamaji wanatamani kusikia hata kidogo ukiwaimbia ili waweze kuamini kwamba kweli una sauti ya tatu. Amina. Sikiza Yeremia, Mungu ndiye asema, uteremke chini nyumbani kwa mfinyanzi. Sikiza kwa makini ilivyo kazi yake, kisha urudi uwape mafundisho. Amina. Mtazamaji, kama ulivyosikia hapa, endeleeni kupambania karama zenu ambazo zinamtangaza Mungu. Basi hapa ndio kipindi kimeisha. Jirani yangu hapa ataenda kufunga kwa ombi ili tuweze kukaribisha vipindi vingine. Basi tuombe. Asante Mungu kwa wema wako, umetukua nasi pamoja mpaka masaa haya, lakini pia tumekuwa na interview J.R. Mtita ambao wametubariki katika kuhudumia watoto kanisani kwetu. Mungu endelea kuwabariki, endelea kuwapa moyo huo huo. Inapotokea vitu kama hivi, basi ukawaongoze, lakini huduma hii inapokuwa ikitangazwa duniani kote waweze kuiona. Tunasema asante katika jina lako Yesu, tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Tutakutana siku nyingine. Bye.